kuomba kwa mtu ambaye ana neema na rehema ya Mungu kutamponya yule mtu. Haya, sisi tunaombeana, na wangapi hawawezi? Ambao hawawezi ni wangapi? Si ni wengi? Sasa kama mmoja hawezi, kama hawezi, wewe umemwita. Ukisoma ule waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza ukisoma ile waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo mstari ule wa 13, waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 13, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Sasa hebu niambie, kwenye ibada zetu, mimi nazungumza haya mambo, sio kwamba nimepitwa na wakati. Ninazungumza haya mambo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ikiwa katika ibada watu wanaokuja na mambo wameabeba hayatoki, nataka kuambia hapo tunachekwa na Ibilisi anatucheka kabisa. Lazima madude lazima yale madude yaliyomvaa yule mtu akija kwenye ibada yatoke, kwa sababu mahali pa ibada ni mahali ambapo mtu anakutana na Mungu. Katika madhabahu hii ya Upendo Radio na television ni mahali ambapo mtu atakiwa masafa marefu anakutana na Mungu, anakutana na nguvu ya Mungu. Sasa ikiwa hiyo nguvu ya Mungu haipatikani, sasa hii radio ina maana gani? Inafanya kazi gani? Wakina Masakifu tena amekutana nayo. Sasa kama mtu kama wakina Masakifu anapoteza calories, nguvu zake zote hapo, sasa kama kila anachokifanya hakina faida, unafikiri angekuja kukifanya? Au mimi na Haruni mimi Haruni, kumbe Haruni ni mimi. Mimi na Musa mimi na Musa, kama hakuna faida ya kuja hapa, kwanza mafuta sasa hivi yamepanda. Kama mimi na Musa hakuna faida inayopatikana kwa wanaosikiliza, wewe unafikiri tungekuja hapa, tunakuja kutafuta nini hapa? Profesa nani yule? Kama Profesa Kirahama mwenyewe anasikia pale alipo neno la Mungu na anabubujika na anatoa hata mpaka na sadaka, kama hakuna faida, unafikiri mtu anaweza kutoa sadaka yake? Mimi nasema hivi, Mungu atusaidie rohoni ndani ya mioyo yetu, na tuache yale mambo ambayo sio. Wewe hukuitwa kuleta vurugu katika umoja wa makanisa. Kwanza wewe, kanisa ni la Yesu Kristo, liko moja tu, unatakiwa uzae matunda. Uzae matunda, na katika kuzaa matunda, yale matunda yawafaidie watu wote. Utajikondesha bure. Sikiliza, utajikondesha bure na kikorosho chako ulichonacho ndani ya moyo wako. Maanake kila unalowaza tu ni balaa. Waza mema kuanzia sasa hivi, waza mema, uone Mungu atakavyokubariki. Na tunapozungumza maneno kama haya, tufahamu kwamba tumekombolewa. Na aliyekombolewa lazima ateme baraka.
na zile baraka ziwe juu ya familia yake, watoto wake na wajukuu wake. Na kuonya ndugu yangu, usiteme laana, usizungumze mambo mabaya juu ya mwingine, hata kama amekufanya nini. Usizungumze mambo mabaya juu ya mwingine. Yale mabaya unayoyazungumza yatakaa na utashangaa mpaka kwa wajukuu yatakaa. Na sasa hili halifai. Kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza kwamba kwa nini nyie wa Afrika kwa nini mna matatizo? Kaambia, matatizo yepi? Nyie mna matatizo yenu, kila kitu mnacho. Huyo jamaa alizungumza pointi, asema nyie kila kitu mnacho, rasilimali zenu mnazo za kutosha, lakini mnalia umasikini. Kwa nini mnalia umasikini? Sasa akamalizia akasema hivi, ninawaambia hivi, pamoja na rasilimali zenu mlizo nazo, dhahabu, alimasi, tanzanite, makaa ya mawe, ardhi iliyo nzuri, mito, bahari, mabwawa, mpaka ya kutengeneza, mtaendelea kulia umasikini mpaka mtakapokuwa na umoja. Alinimaliza, mpaka mtakapokuwa na umoja ndio macho yenu atafunguliwa kwamba kumbe tuna dhahabu, kumbe tuna almasi. Lakini bila kuwa na umoja mtaendelea kuteseka. Sasa ndugu yangu, leo tunafundishwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana Yesu akasema hivi, ninaomba kama sisi tulivyo na umoja, wao nao wawe na umoja. Sawa, tunaweka nukta hapo, lakini pia muda wetu umetuishia, kwa hiyo leo hatutapokea maswali. Labda huyo mmoja tu anaandika, kwa hiyo ubatizo wa maji mengi ni dhambi? Tamjibu leo. Mabatizo yote yako sahihi, mradi tu yanabatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana nikasema sisi tuko pamoja, madhehebu 14 tunatofautiana mabatizo. Maji mengi wapo, maji machache wapo, na wengine hawabatizi kwa maji, na wote tunakwenda mbinguni, kwa sababu Biblia naisoma inaonyesha anayekwenda mbinguni anakwenda kwa neno wala sio kwa maji. Kwa sababu yule wa msalabani Yesu alimwambia, leo hii utoka pamoja nami peponi. Alibatizwa kwa maji gani? Hakubatizwa kabisa na mbinguni, kwa sababu neno la Yesu ilikuwa ni ubatizo kwake. Wa mwisho anaandika, kwa nini madhehebu mengi tunabaguana wakati Mungu ni mmoja? Je, tutafika? Dadana wa Saranga. Huo ubinafsi, mpaka ubinafsi utakapoondoka. Ubinafsi utakapoondoka ndani ya mioyo ya watu, wakajua kwamba tunaambiwa tuwe na umoja, ndio lile lilolimaliza. Mtakuwa na rasilimali nyingi, lakini kwa sababu hamna umoja mtaendelea kuwa maskini na kutawaliwa. Sawa, muda tumeisha, kwa hiyo tunahitimisha. Tukusii msikilizaji, wiki ijayo ulete maswali mapema kabisa na wachungaji wanahitimisha sasa. Na kipekee nimshukuru sana ndugu yetu Dr. Kilahama, tumepokea sadaka yako. Hii sadaka naambiaga mara nyingi huwa inaitwa shirika la kuhudumia watakatifu. Ni karama ya Roho Mtakatifu ambayo kuandikwa katika zile 9. Hii karama ya shirika la kuhudumia watakatifu, kuna watu wanaguswa kutoa kwa ajili ya watumishi wanaojua bisa tunaji. Sisi tunajitolea kuja huku kana kusema mchungaji Karata, mafuta yamepanda, tunakuja kwa gharama zetu wenyewe. Hao watu kama wanaona kwamba kwa kweli wito wanakuja, mimi nakuja, fulani anakuja, wanapata nini? Basi hao watu wanaotusupport tunawaomba ombea baraka nyingi sana. Nakutakia popote ulipo katika kustaafu kwako, Mungu akutunze, uwe na miaka mingi, uvuke digit 3, uende digit 3, na digit 200 na huko, na uwe na afya njema, usikilize Upendo Media mpaka uzee wako mwema ukimtukuza Bwana. Mungu akubariki sana. Basi sasa ni kushukuru
ndugu yangu mpendwa, mpenzi wa Upendo Radio na Television, sasa tufikie, tuahirishe, sio kufikia mwisho, tuahirishe kipindi ili vipindi vingine vikawe baraka kwa ajili ya tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa umoja wenu mmeamua kukaa ndani yetu, mmekaa ndani yetu na zaidi sana kutufundisha ili kusudi tujue kusameheana, ili tujue kutamkiana baraka. Asante kwa ajili ya fundisho hili. Asante Baba wa mbinguni kwa ajili ya rehema na neema. Tunazidi kuiweka siku hii ipate kibali chako na uongozi wako kwa ukuu na utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante sana. Huyo ni mchungaji mstaafu Christosila Kalata ni Haruni, lakini pia tunaye mchungaji kiongozi kutoka KKKT mtaa wa Kulangwa, mchungaji Moses Sozigwa, tunamuita Musa. Kwa hiyo tumehitimisha leo. Msikilizaji, wiki ijayo tena Jumanne usikose kuungana nasi kwenye imani yako. Tutakuwa na mambo mazuri, lakini andaa maswali yako. Kumbuka tuna mada mpya leo ambayo tumeanza, utatu na umoja wa makanisa. Andaa maswali yako wiki ijayo mapema sana tunapoanza tu, na wewe leta swali lako hapa ili ujibiwe kwa wakati. Asante. Mimi ni Potina Nelson Jacobo. Habari kwa ufupi inafuata. Na tayari wachungaji wako hapa, watakuwa na mambo mazuri sana kuzungumza nasi, na leo tuna